Alright kabisa, thank you so much kwa wale wote ambao mnaendelea kuingia hapa kabisa kabisa. Katika siku hii ya leo, siku ni ya Wednesday, ambapo kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu siku hii si siku tu ya kawaida, bali tu ni siku ambayo Bwana wetu Kristo Yesu ameiandaa ili kwamba mimi na wewe tuweze kupatana papa hapa kwenye Kisi Hot TV. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu leo imekuwa ni siku tofauti sana, siku tofauti sana. Wanasema kwamba ikiwa ni siku tofauti inakuwa na mambo tofauti kidogo, na mambo yanapokuwa tofauti pale unapata kwamba Mungu anaendelea kutuinua, yanaendelea kuwa tofauti. Leo unajua inakuwa kwamba leo inaitwa ni siku ile tu ya kusema kwamba ni siku ya gospel Moshenee. Tunapeana Moshenee kuhusu Kristo Yesu, because unajua watu tumezoea ile Moshenee ya kawaida, lakini leo tunapeana Moshenee kuhusu Kristo Yesu, alivyo mwema, alivyo mwaminifu, alivyo kimbilio letu, alivyo mwelekezi wetu, alivyo mwamba kwetu, mwamba ulio imara, alivyo kwamba ametutengenezea njia ambayo kwa kweli haiwezi tu ikakatika pale njiani, na ni njia ambayo kwa kweli Kristo Yesu akuiandaa kwa maisha yetu. Inapatikana kwamba wewe uko sawa kabisa, right? Asante sana kwa wale wote ambao mnazidi kujaja hapa kwenye Kisi Hot TV, Kisi Hot TV ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard. Kidogo tu ni kunywa maji, unaona. Alright. Unajua pia wewe ukiwa na kikombe pale nyumbani na unahitaji kunywa maji, au usichelewe tu kuna hayo maji, na itakuwa ni vizuri sana tukisonga kwa pamoja, right? Kabisa. Alright. Nilikuwa nasema kwamba siku ya leo imekuwa ni nzuri, na mara nyingi ulivyoangalia hapo kwenye hapo kwenye mada ambayo umeiona hapo tu, unaona kwa hapo kwenye Kisi Hot TV ukiwa na watch kutoka pale Facebook, pale YouTube, hapa kwenye Kisi Hot TV ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard, nikupeleke na Moshenee kidogo, na kidogo tu tujitanue kidogo, 1 2 3, tujue ni kipi hiki ambacho Mungu amefanya juu ya maisha yetu. Huyu ambaye ameweka tu letters amesema, mwanzo pokea salamu zangu vizuri, amen. Tuko pamoja. Karibu sana kwa wale wote ambao mnazidi kuingia hapa, ili kama tuendelee kupatana hapa kwenye Kisi Hot TV, na tuendelee kuchanuana na Kristo na Moshenee ya Kristo, nakwambia bila shaka, na inakuwa ni vizuri tukisoma kwa pamoja, na inakuwa ni kwamba tunainuka kwa njia ambayo ni nzuri. Ni gospel Moshenee ya Christ hapa kwenye Kisi Hot TV, ikiwa kwamba ni awamu hii ya mwendo wa saa 2 dakika zikiwa zimekatika dakika 8. Naamini kwamba Mungu amekulinda, Mungu amekupa afya, Mungu amekutunza, Mungu amekupa ujasiri, na Mungu amekuwa kwa sehemu yako, kwa sehemu ya shuhuda zako. Siku nzima umekuwa ukisema Mungu anisaidie niuze hii mboga, Mungu anisaidie tu niuze hivi vyombo vizuri, kama ni vikombe pale unauza pale, una watu wa mali pale, unatembea tu na vitu, unasema kwamba omo 3 shilingi 10, omo 3 shilingi 10. Pia kazi nzuri, unatembea tu na glucose pale nje, unasema glucose 3. Kama leo najua kwamba kulikuwa na soko pale Suneka, mji katika kaunti ya Kisii pale, na sehemu zingine ambapo kulikuwa na hiyo ambayo ni siku ya soko, sasa kulipokuwa na hapo, unajua ile njia ya kujitetea, lazima mtu aseme aisee, hapa kuna nguo hapa, nguo 100 50 pale. Ni njia moja pia ya kujiinua na kusonga mbele, na hiyo unajua Mungu alisema kwamba huwezi ukakuwa tu maishani mwako, huwezi ukakaa katika maisha yako bila kufanya kazi, na unajua amesema kwamba utakula jasho la kwako. Hauwezi ukakula chochote, bali utakula kutokana na jasho lako maishani mwako. So my friend, ikiwa kwamba uko pale nyumbani na una expect kupata kitu, kama haujapata kitu kwa hivi sasa, that means kwamba haufanyi kazi. Kwa hivyo anasema kwamba you will toil and moil. Ukitoil and moil, you will eat the sweat,
you'll eat the goodness of your sweat. Vile ulisweat, kiwango ambacho ulisweat kwa siku ya leo imekufana kwamba wewe umefufua zile njia za kupata mapato yako. Lakini anyway, I'm not talking about economics, I'm talking about Christ na Moshenee vile siku imekwenda namna gani. Unajua siku nyingine mimi ni sijui kama wewe ulifikia hii, lakini kesho ndio tutaiongelea siku ya Thursday. Kesho ndio tutaiongelea hiyo siku kuhusiana na masuala mengine pale, lakini hiyo nitakuchanua nayo. Lakini kwa leo nakwambia kama comment in kwa wakati huu, unaweza comment in, unaweza ukatuma salamu pia. Kwa hivyo kwa wakati huu, awamu hii ya mwisho ya kwanza, si ya mwisho ya kwanza, unapoingia hapa kwenye Kisi Hot TV, nakwambia unapoingia usiogope, we are with you, I'm with you, we wanna finish this a very event na nice way. Bila shaka unajua ya unafuatilia pale, alright. Naona kwamba lights zimezima pale, acha niangalie nikague nione kama kuna aina namna gani, lakini usiondoke kwa sababu naangalia kitu kiwili kitatu. Lakini kabla ya kusonga pale, you can just comment, you can just like the video, you can just as well, you can say hi to your friends hivi sasa, ili kwamba tuweze kuenda kwa njia iliyo nzuri. Kuna dua hatuwezi tukaendelea hapa bila hata maombi. I say ni vizuri tuwe ni kwenye maombi vizuri, na itakuwa kwamba tunasonga kwa njia ambayo ni nzuri sana. Lakini kidogo tu na dedia, wacha niangalie tu masuala hapa ya light kidogo, alafu narejea, nitakunyima picha kidogo kwa dakika chache sekunde. Alright. Aya, tena nimerejea kwa sababu ya masuala hayo ya kamera kidogo, lakini najua kama yamerekebika na sasa tuko sawa kabisa. Naangalia hapa kuna marafiki ambao wananifuatilia kutoka ile nchi ya Qatar, kama rafiki yangu Benjamin anasema kama hi, nasema hi to you, thank you so much. Kwa wale wote ambao wanaendelea kuingia kwenye ile WhatsApp ya kwangu pale, acha nimwambie kwamba tutashtuana, aingie ndani, niko live, nitakushtua kabisa. Alright. Haya, tulikuwa tunasema Moshenee ya siku ya leo ni kweli ni Moshenee kali sana. Unajua nilikwambia kwamba stories zetu tutazifanya baadaye, lakini kwa sasa tuweze kuomba. Unajua ninaweza nikasahau, Mungu ni mwenyezi. Unajua tukisahau kwamba Mungu ametufanya tukafika tu hii leo inakuwa ni ngumu. But anyway, just wewe funga macho yako tuweze tukaomba baba ama dada. Father, in the name of Jesus, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu wewe Mungu umekuwa ni kinga kwetu. Tunakushukuru kwa sababu Bwana wewe haujatuacha, umekuwa tu pamoja na sisi. Tunakushukuru kwa sababu Bwana umekuwa ni kinga kwetu, umekuwa ni mwaminifu kwetu siku zote. Bwana tunaliinua na kulimidi jina lako. Wewe ni Baba, wewe ni Mfalme, wewe ni Jehova, wewe ni Nisi, wewe ni Rafa, wewe ni Mwenyezi Mungu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mponyaji. Zaidi ya wewe Bwana hakuna. Tunakuja mbele zako Bwana, tunaomba msamaha wa dhambi zetu. Bwana uweze kutusamehe mahali tumesini mbele zako, uweze kutusamehe Bwana, ili tuweze kuwa safi machoni pako, na itakuwa ni vizuri tukisonga pamoja na wewe Bwana. Ikiwa kama umesikia ombi letu jioni ya leo Bwana, tunaomba kwamba uweze kumsaidia yule ambaye ni mtazamaji wa hivi sasa, na yule ambaye anasikiza kutoka kwa umbali Bwana, uweze kuwa na yeye katika jioni ya leo Bwana. Tunapoendelea tuweze kuona uwepo wako, neema yako, kibali chako kikiwa juu ya maisha yetu. Roho wako Mtakatifu aweze kutujaza na aweze kuwa juu ya maisha yetu, na tuweze kuendelea kulingana na mapenzi yako Bwana. Kuna wale watu ambao Bwana hivi sasa wamepoteza jamaa na marafiki katika maeneo ya kwao, wako kwenye dhiki, wako kwenye manunguniko, kwenye masikitiko, wanalia, wana hofu, wana kibaridi. Lakini Bwana tunaomba Mungu kama Bwana uweze kuwashikilia wakati kama huu Bwana, uweze kuwa Bwana kwamba wewe ndio Bwana kwao, uweze kuwa kwamba wewe unawawezesha kugeuka na Bwana kusahau yale ambao wanapitia wakati kama huu. Asante kwa sababu Bwana wewe Mungu mwaminifu utatenda, ni katika jina la Yesu tumeomba. Somebody say amen. Na usmile kidogo, najua
acha kuwa serious sana. Yani ambiwa kidogo tu acha kuwa serious kidogo, na itakuwa kwamba tunasonga kwa njia iliyo nzuri, unajua. Vizuri. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kuingia, zikiwa zimekatika dakika 17 16 pale. Homa kidogo inaleta shida, lakini tutasonga kwa njia iliyo nzuri, you know. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kuingia, alafu acha nimeze mate. Unajua lazima tumeze mate kidogo. Alright, vizuri. Tunaposonga kwa njia hiyo, ni nzuri, njia nzuri sana. Okay. Ni njia nzuri kabisa kabisa kabisa. Alright. Haya, tukiendelea kusonga pale, tunaangalia hapa, tunasema kwamba unajua leo tumekuwa na Moshenee, na ile Moshenee ya Christ sasa imeanza. Sasa tumekuwa tu tukiulizwa like how was your day, hiyo inakuwa tu comment ya kila mtu, how was your day. Sasa tumeanza na Moshenee, kwa hivyo kama uko mbali pale, kama uko na ndugu jamaa na yuko mbali kidogo, ingia hapa tuweze tukaongea juu ya huu Moshenee, hii Moshenee kidogo, na kidogo itatusaidia kujua kile ambacho tunamaanisha. Mimi najua how was your day, it was colorful. Unajua kama mtu alikuwa amevalia suti vizuri kama mimi hapa, nakwambia my day was colorful, you know. Ilikuwa colorful kabisa. Sasa nakuuliza ilikuwa colorful namna gani? Nikamwambia it was colorful. Alafu unajua kuna mtu amesema tu comment tu mzuri sana. By the way, tunasema tu iko colorful, sijui ni kwa nini. Kuna kuanga na color kwa hiyo siku. It was colorful. It was fantastic. Sijui kama hiyo siku inakuanga na Fanta ndani. Sasa sijui sasa kwa sababu tunasema fantastic. Sasa unajua kuna Coca-Cola company iko na Fanta. Mimi nashindwa ni Fanta iko ndani, ndio maana inaitwa fantastic kidogo. Sijui. It was colorful, lakini kwa leo tulikuwa tunaulizwa maana ya colorful ni gani, kwa sababu kuna color mingi. Kama mtu amesema fantastic, hiyo ni color. It was sijui wanasemaje, lakini kufikia hapo tuweze kusonga. It was fantastic. It was logistical, anaweka maths pale ndani. It was statistical kidogo, anaweka kizungu ingine. Sasa hata unaanza kusema sasa, mimi hapa kidogo nianza kutafuta dictionary. Wengine wanasema kama hii siku ilikuwa too amazing. Siku ilikuwa amazing. Alright, ilikuwa amazing. Baya, sawa. Right, lakini unajua how was your day? Comment ya Mkristo kawaida, hata mimi nasema tu it was colorful. It was colorful. Sasa sijui colorful, na kiangalia koti yangu iko na color mingi, kuna black, kuna white. Na hata nikiangalia sura yangu kidogo iko brown kidogo, na unajua colorful kuna color mingi. Sasa mimi nashangaa hii colorful inamaanisha nini, lakini sasa mimi nikakuda tu na hii idea, nikasema mimi eneo sijaiona siku ikiwa colorful. Najuanga kitu inakuanga colorful ni usiku. At least usiku unaonanga tu color. Hizo flashlights zinakuanga tu zinamulika kama M-Pesa inamulika hivi. At least unaona color hiyo usiku. Sasa mimi nasema how was your night? It was colorful. Not your days was colorful. Sasa mtu akikwambianga how was your night? It was sijui kuna mtu fulani kuna kizungu kingine inasemanga how was your night. Sasa sijui una replying aje, lakini sasa sijui, lakini utaniambia baadaye ukiingia hapa, itakuwa ni vizuri. So sasa watu walikuwa wanaulizana sasa hii colorful inamaanisha namna gani. Mimi nikasema hii tamu ya English I think wanastahili warudie vizuri, waigeuze kidogo, at least isikue sasa ni colorful, at least ikue ni colorful, inakuwa ni wakati wa usiku. How was your night? It was colorful. Na akikuuliza mchana how was your afternoon? It was that way. It was good kwa sababu good, unajua good inakuanga good. Sasa good sasa sijui tutaacha kuandikiwa good kwa kitabu, tuanze kuandikiwa good kwa kwa hali ya maisha. It was good. How was your day? It was good. But at least mimi naona hii siku ukisema tu good fair inakuwa better, lakini ukisema colorful
Colourful inakuanga ni usiku because nimekuambia tu hiyo it's automatic. How was your night? It was colorful. Why? Niliona kara mingi kwa usiku. Niliona green, nikaona white, nikaona blue, nikaona yellow, nikaona brown, nikaona jango green. Yani kila kara niliona hiyo usiku because iko vizuri. Sasa sijui hiyo colourful inakuanga ni ya vile nguo za watu ziko hiyo mchana. Sasa sijui but tutaendelea kujua, wazungu watatuambia baadaye, lakini thank you so much kwa kuendelea kuingia hapa. Thank you so much. I wanna clap for you. Ningekupigia tu makofi nikwambie tu thank you so much kwa kuingia hapa. Thank you so much kwa kuingia hapa. Thank you so much. Hi to every member. Watu wa Kisii County, hi to you. Watu wa Nyamira County, hi to you. Watu wa the 47 counties ambao kwa kweli mnatufuatilia hapa kwenye Kisii Hot TV. Thank you so much kwenye hii Moshenee ya Christ baba, nakwambia kwamba uko na mimi papa Isaac LENARD, the chosen man. Nakwambia kwamba ana flow na oil. Unajua, by the way sijai kuambia. Unajua jina langu tu initials zangu tu zinakwambia tu mimi naitwa Oil. Initials zangu tu zinakwambia tu mimi naitwa Oil. Sasa sijui kama umeijua hivyo, but kama utajua tukiendelea kusonga siku ikiendelea kusonga na unajua hii beat tunasonga na hii Moshenee ya Christ iko ndani kabisa. Sijui unatushika ukiwa maeneo gani, you can just comment in right here, utaambia kama mimi naitwa bla 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 kutoka eneo lile. So wewe kama mtu unaendelea kukula kale kasapa pale, kwa sababu naangalia hapa ni 21 minutes past 8 hapo, ikiwa unakula sapa pale unasema mimi naendelea kukula sapa nikikuangalia hapa kutoka this place bla 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 bla, ni kutoka hii place na hii place na inajua tunasonga hivyo na inakuwa ni vizuri. Na wale ambao mnafuatilia kutoka kwa mitandao yote YouTube pale, you can subscribe to this channel as well. You can subscribe to you can actually like that video pale kwenye Facebook na itakuwa ni vizuri as well. Kama unataka kuingia hapa at least unaonekana kwenye TV, kwenye Kisii Hot TV papa hapa, you can just get onto that link. Mara hiyo unaweza kujionea maajabu, unaangalia Isaac face to face. Najua kama hujaongea na mimi face to face, at least leo utakuwa na hiyo chance, itakuwa ni vizuri na ukiniangalia inakuwa kwamba unaangalia this bright face, this nice face, hii bright face kabisa. At least mnasema kwamba mazee niliona Aizo, niliongea na yeye leo kwenye hii Moshenee ya Christ kabisa. Haya, tukishamaliza kwa hiyo tu, tunaenda kwa topic ya siku ya leo kuhusiana na masuala ya Kristo, kuhusiana na Moshenee. Moshenee kabisa. Moshenee, mimi naambiwa tu, kijana ananiambia what is temptation? Temptation ni nini ndugu yangu? Sasa mimi namwambia temptation, by the way, I don't know why, but nakwambia wewe Mkristo kama unaendelea kufuatilia, at least you get out of this place with a point, with a certain thing. Si kwamba mimi naongea tu hapa kukufurahisha uendelee kuniwatch. No, I'm here at least ikue tu a session yenye umelearn something new from this place. All right, tuendelee kusonga. Unajua tukiendelea kuona wewe hivyo ukinikeep busy, ukicomment in, unashika ukiwa na maeneo gani, lakini ni vizuri. What is that which we mean temptation? Temptation ni nini? Itakuwa ni vizuri tukiendelea kufuatilia pale, inakuwa ni vizuri sana ukiendelea kujua what is that, what we call temptation. Temptation ni nini? Right? Hapo ndo nataka tuelewe kwamba temptation ni nini. Nataka tu niweke hapo ili kwamba yule ambaye anaendelea kufuatilia atakuwa anakuwa anajua kila ambacho tunaongelea siku ya leo. What is temptation ni nini? Ni nini? Na umewahi jaribiwa so that we get to know. Haya. Kabisa. Haya, tunaangalia hapo ni Matthew, tuangalie kifungu kile ambacho tutachambua siku ya leo ni Matthew chapter 4 verse think 1 kuendelea. Alright, kabisa. Haya, ikiwa kama unafuatilia pale itakuwa ni vizuri.
scroll pale chini. Haya, ndani ndani ndani, yeah, Moshenee, Moshenee ya Christ. Yani mimi inakuletea tu kitu ingine, inakubless, inakujaz, at least you get to know like hii si kitu unasema tu ati unapata tu hivi tu, tuna yani hata Christ mali yako tu anafurahi juu at least at least anasema kuna ile Moshenee ya Christ. Na ndio tumekuwa tukikuanga tu na Moshenee ya watu tumekuanga tu na Moshenee ya watu, ati Moshenee ni uko nayo sasa ni kuongelea about wale ma friends wale wabaya, vile friends ni mbaya. Irene Kerubo, thank you so much. Anasema hey, I'm here watching live from Uganda. Say hi to my Ugwaro Riruta team. All right, Ungwaro Riruta team as well. Welcome all to my YouTube channel Irene Kerubo. Thank you so much Irene Kerubo, na nikidhani huyu anaweza kuwa blessed mom pale. Haya, together as one kabisa, tuko kimoja. Haya, ile Moshenee ya Christ tu iko hapa, and then tunataka tu tuelewe Christ anataka tufanye nini, anataka tujue nini kwa maisha yetu, you know. Team Isaac say present. All right, waendelea kusema present kabisa, ili kama ikuwe ni vizuri tukiendelea ku watch to right here kabisa. Haya, unajua sasa Team Moshenee tuendelee hapa. Team Moshenee, Team Moshenee tuko hapo ndani, badala ya kuongea Moshenee ya mwingine tuongelee Moshenee ya Christ. Tunachambua vile Christ ni mwema. So nataka tu tuangalie tu hiyo book, hiyo kitabu. Najua nimeendelea kusema. Haya, tutaendelea kufuatilia pale, itakuwa ni vizuri. Tunasema hapa kwamba hii Moshenee ya Christ si kitu rahisi. Si kitu rahisi, like ni 1+1, ni kitu tunasoma at least tujue nini hii Christ anataka tujue kwa maisha yenu. Emily kuja J King kuja, alright, anaendelea kuwashtua pale. Tuangalie kitabu cha Mathayo 1 tukiendelea kwenda chini, ambapo inasema kwamba Yesu kisha alipopandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia na kumwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Akasema kwenda chini kwamba, naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haya, hapo nataka tuelewane pale. Hapo ni kitabu cha Moshenee, tunaongelea kuhusu temptation. Najua wewe umekuwa kwa temptation za aina gani kwa maisha yako? Kuna temptation. Kuna ndugu mmoja pale mwimbaji akasema kwamba, asante Baba, siku moja nilikuwa na shida fulani, sijui ilikuwa ni shida, but now ilikuwa ilikuwa alikuwa anaeleza place fulani ambaye alikujiwa na sponsor pale, akampa pesa kidogo na akamwambia ikiwa kwamba utahitaji kurudisha, kuna kupena down payment pale, lakini unajua akakuwa amejanjaruka juu sauti ya kidogo tu, kuna ile sauti ya Kristo tu, sauti tu ile ambao ni nzuri, kamjia kamwambia, I say whatever you are about to do is not right, you know that. Unajua sauti kama hizo si hazikuji kwa kila mmoja, zinakujanga kwa yule mtu mwenye ana deserve tu, na yule mwenye anajuanga God tu ndio answer kwa kila kitu, you know. So unapata tu ikiwa kwamba anajua Christ ndio answer kwa kila kitu, akifuatilia pale inakuwa ni vizuri sana yeye kusonga, unajua. Asa akifuatilia pale inakuwa ni sawa na sambamba kabisa, lakini ikiwa kama kuna shida aisi inakuwa ni ngumu sana. Alright, inakuwa ni ngumu. Haya, inakuwa ni vizuri tukisonga pale. Nataka tuelewane. So it's about temptation. So
hii temptation ikikuja kwa mavijana, nataka tuelewane, like hii temptation ikikuja kwa maisha yako, temptation inapokuja, majaribu yanapokuja tu, hayakuji tu kwa sababu ya kitu fulani, yanakuja kwa sababu ya reason yako. Mbona ni majaribu ya kukujia? Ni kwa sababu one, ujue identity yako si ya hii world. Temptation zinakuja kwa sababu wanajua hii world ama hii nchi, yani temptation zinakuja tu kwa sababu hii nchi tu ni nchi tu ya wanadamu. Huu mwili tu ni mwili tu wa hii dunia. Maisha haya ni ya dunia tu. Lakini kuna ile pumzi uko nayo, nakwambia. Ile pumzi uko nayo inamaanisha a lot to your life. Na shetani, unajua shetani na God wanajaribu tu kubishana. Lakini kuna yule ambaye ni winner, ambaye kwa kweli hata siku moja hajawahi shindwa. Ni huyu Mungu Mwenyezi, huyu Mungu mwenye uweza, huyu Mungu mwenye baraka, huyu Mungu mwenye kutufungulia njia, huyu Mungu mwenye kutupa baraka za kila siku. Yeye hajawahi kosa, hajawahi pungukiwa, hajawahi laaniwa, because yeye ndiye analeta baraka kwa maisha yetu. And you get to find that hii temptation ikikuja, yeye tu kimuita, unamwambia God, by the way, nimekuwa tu nikikwambia tu kitu kila wakati, God, hii temptation imekuwa ni ngumu. Hata unajua Mungu anapendanga vijana vile, hata pia wanamuaddressing vizuri sana. God, enyewe hii life bana haitakuwa nzuri. Unajua ni kwa nini hawa vijana wanamuongelesha Mungu namna hii? Ni kwa sababu wanaelewa tu huyu Mungu anakuanga ni rafiki. Right? So in times of temptation kama hizi, temptation tu zilipokuja, Yesu alikuwa ashatoka tu. Ashatoka wapi? Pale kuomba, pale mlimani kuomba. And by the way, wacha niwaambie tu, wachanue tu siku ya leo, by the way. Pia kuna mapastors wanawapa tu madaribu. Anakwambia nipe pesa niende kuombea. Oh yes, tuma sadaka, ninaenda kule mlimani kukuombea. Who said so? Pia wanakuwa na temptation sometimes, by the way. Not a man that you have to be sent something ndio uweze kuombea mtu. Kuombea mtu, it is something unajitolea bana we. Unajitolea bwana. Na ikiwa kwamba umembless huyu mtu anahisi kwamba anyway you've touched that line bana, tusifanye mambo ya gospel ikuwe tu ni business. Hii kwanza, hii ndio temptation imekuanga kwa wale ambao ni Christians. Unaambiwa leta kitu fulani ndio tuonenga hii miujiza ikifanya kazi. Etio hata unaambiwa, anza kuambiwa hizo myths zingine, etio sinajua anga, unajua anga, unajua hata ukienda kwa mganga unapelekanga kuku. Hapana, we are in God. Tukiwa kwa Mungu, hii temptation pia tunatupea bana wainjilisti hao, na mnatuambianga nini ni viombi. Bana, acheni kuwa tu watu wene mnatapeli wa Kristo bana. Mnawapa temptation kuamini sana kuliko Mungu bana. Yani anajua tu bila kukupa. By the way, me, I can just say my personally mamangu aliwahi alikuwa kwa hiyo situation, anaambiwa na msee bana, tuma ka pesa kwanza, unatuma 500 kwanza, alafu nikikuombea ndio tutatuma 500 nyingine. Kwani hiyo ni business unafanya ama unafanya maombi bana? Hiyo pia ni temptation natupa bana. Christ alienda kuombea kwa sababu ya watu. I want you to get this point. Yesu alienda mlimani kuomba kwa sababu ya nafsi yake na kwa sababu ya watu waliokuja kuwakomboa kutoka kwa nchi. Na alipokuja kuwakomboa, alikuja tu, alikuwa na intention. Na sijui kama pale nje mnanipata, kunaona kwamba Maria Joy Mokera. Oh, sorry, Maria Joy Mokera, you're following. Thank you so much. Iko sawa, nasema kama iko tuned. Haya, unajua, so alienda tu kuombea watu. The same thing today, wewe Mkristo unaweza enda tu fasting kanisani. Na ukienda tu fasting kanisani, unaenda tu kuomba kwa sababu yako, nafsi yako, familia yako, jamii yako, ukoo wako, nchi yako, taifa lako, community yako.
watu wengi sana, and then you get to follow kwamba unapata tu watu wanakufuatilia pale, inakuwa ni vizuri sana. Unapokuwa unasonga pale inakuwa tu ni sawa, inakuwa ni vizuri sana. Thank you so much kwa wale ambao mnazidi kufuatilia, na kwamba kuna wale wako pembeni na wangependa tu kuongea hapa kwenye Kisi Hot TV right away. Ninaungana na John Omoma. Haya, tunimwingishe papa hapa aweze kusema hi. John Omoma, uko namna gani? Niko salama papa. Unatupata ukiwa maeneo gani baba? Niko sehemu za Kisii town. Kisii town. Yes. Oh yes, vizuri sana, nimekuona pale. Mungu akubarikie. Sijui leo mada hii inasema kwamba tumekuwa kwa temptation. Sijui kama wewe umekuwa kwa temptation gani, unaweza kusimulia siku ya leo? Kidogo ametoroka. Alright, kidogo tu ni kunywe maji alafu narejea. Unajua usiondoke na usidhani kwamba nimezama, sijazama, niko hapa. Unajua ukiwa na homa pale lazima ujue vile unajitreat kidogo. Alright, huyo ndugu ametoka kidogo. Lakini najua kwamba mambo na network kidogo inasumbua, lakini atarejea. Alright, so tuendelee na story. Kristo alipokwenda tu kule msalabani, alienda tu kwa sababu ya maisha yetu. So pia wewe unaenda tu kule kwa prayer, kwa fasting and prayer, because unaelewa kuna hizo temptations zimekuwa tu zikikusumbua, zimekuwa tu kwa maisha yako, una feel tu uko very low, but God anasema that he is there. He is there. He is saying call unto me. Niite. That is why nakwambianga tu simu ya Mungu, simu ya Kristo haikuangi tu ni simu ambayo inakusumbua. Ni simu tu unapiga mara moja inaingia. Kwa nini? Na inaingia mara moja kwa sababu gani? Kwa sababu anasema simu ya yule ambaye ni mwaminio wa Kristo Yesu. Simu ya yule ambaye anamwamini Kristo Yesu kwa maisha yake inakuwa tu ni simu ina go through kabisa, right? Ina go through sana, unajua. So sijui kama simu yako ina go through, kwa sababu sijui kama we you are righteous or not, but sijui. Ndani ya Moshenee ya Christ, ndani hapa kwenye Kisi Hot TV tunasonga zikiwa zimekatika dakika 37 baada ya saa 2 jioni, nikijua kama wakati huu ni wakati wa sapa. Ninasema tu nice sapa kwa wale wote ambao mnaendelea kukula pale wa nyumbani, na wale wote ambao mko tuned kabisa, tukiendelea na Moshenee about temptation. Hii Moshenee about temptation kuhusu Christ kwa maisha yetu, anasema tu hiyo temptation ikikudanga kwa maisha yako, tukiendelea kuongelea, because bado unajua nasonga mbele nasonga nyuma, kwa hivyo lazima tukule, kwa sababu wanasema kama inasemekana kwa neno lake Mwenyezi Mungu kama neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Kwa sababu hili neno ni upanga unaokata kuwili, basi inabidi kwamba tuende kwa njia ambayo unastahili, wajua. Right, haya tusonge. Inasema alright, najua lazima nitengeneza sauti tena vizuri, kikuda vizuri, alafu ndio tunasonga. Inasema temptation inapokuja, majaribu inapokuja kwa maisha yako, nitume link. Maria Joy, link iko hapa, iko hapo, ndio hiyo inafuatilia. Kwa hivyo umeiona pale, unaweza kufuatilia. Hii temptation imekuanga tu ni ngumu. Mimi naweza nikasema temptation vile imekuanga kwa maisha yangu, lakini kabla sijaenda pale, najua nataka nikueleze. Temptation ikikuja kwa maisha yako inakuja tu na reason, kwa sababu inataka tu one. Kuna temptation zinakudanga one. Ukiangalia temptation yenye ilikujia Job ama Ayubu, ilikuwa tu ni temptation yenye ilikuwa na test faith. Yeah, are you following? Oh yes. Na hii temptation after ilikuwa ina test hiyo faith yake, ilikuwa after then ilikuwa ina make that person grow from one glory to another glory. Just imagine wakati uko kwa hiyo temptation, one fact tunastahili kujua about hiyo temptation ya kwako kwa maisha yako, kwamba hiyo temptation inakuja na reason. One inaweza kuwa ni kujaribu imani yako. Umekuwa tu kwa hiyo busy yako,
umekuwa tu ukifanya hiyo busy yako kabisa, hakunanga breakthrough. God amefanya si kwamba kuna vitu zenye Mungu anafananga so that aone kama wewe bado unamwamini, na kuna zenye pia shetani anafananga kukudisappoint, kukufanya ili urudie kwa ile temptation yana tunaingilia hapa. Ukitoka kwa hiyo temptation unaanza kutafuta wale waganga na unamwambia I say ebu jaribu kuangalia kama ni huyu, ni mtu yupi huyu amenifunga. Polycarp Masese Leonard, ni Polycarp Otieno watching live from Qatar. Bro is you so okay. Qatar bro, I see you. I miss you. I think alikuwa anasema I miss you so much. All right, I miss you too bro, Polycarp Masese. All right, so inapokuwa hivyo unapata tu majamaa wanasema temptation inapokuja tu hivyo aujuangi. Shetani kuna wakati tu anakujanga, anataka tu akutempt. Na huyu shetani akikuja kwa maisha yako anakujaribu, usikuwa na worry. Usikuwa na worry. We tu valia sweta yako mzuri ama koti yako vile nimevalia hivi. Valia sura yako tu vizuri, yani kuna smile kila wakati bila kupost kwamba nime lose up, I give up. Sijui unajua kuna zile ma comment tuna comment pale. Maria Joy, nikuelekeze kwa njia kwa sababu nimesimamisha hapo. Acha niongele na Maria Joy. Maria Joy, ukiingia tu na hiyo link inakuuliza jina. Akikuuliza jina una type. Kwanza mwanzo inakuulizanga na email. Unaweka uko na password yako ya email, unajua unaingia nayo, alafu baadaye unaweka tu jina lako vile inakuuliza hivyo tu, ama inakuconnect tu through Facebook, inakuwa tu sawa. So wewe tu connect, haijakataa kimami, haijakataa. Haya, tuendelee na temptation pale. Haya, najua pia kuna watu pia ambao maybe ambao mko the same position na Maria Joy Mokera, pia mko na hiyo shida, si temptation tena, mko na hiyo shida pia kuconnect. Ukiingia tu nayo hivyo inakuuliza maswali, hayo maswali unajibu tu correctly au jibu negatively, unajibu tu correctly na unaweza kuingia hapa ndani na inakuwa ni vizuri. Alright, haya kabisa. Okay. Alright, tuendelee sasa. Nimesema shetani akianza tu kutempt, inaweza fika uanze kusema hebu niangalie kama huyu, angalia huyu ni mse yupi huyu ananisumbua, ni mse yupi ananitempt bana, ananisumbua bana ananisumbua bana. Nani yeye amenifunga? Unaenda kwa wachawi, kwa watu waganga, hawana by the way, these people they have no strength. They have no strength kabisa, because remember Saul. By the way, acha nikwambie, kama wewe ni Mkristo na umekuwa kwa kumekuwa na stempling block kwa maisha yako, imekuwa tu ni shetani. Yes, there is no way unaweza pata tena hiyo breakthrough kutoka kwa shetani, no way, because you cannot eti dawa ya moto ni moto. No, moto wa shetani ni Mungu. I tell you, moto wa shetani ni Mungu. Hiyo nao ni hakika, na tusikuwa tunatumia methali kwa sababu tunataka tudinufaishe tu, eti mkono mtupu haulambwi. Sijui, lakini tutaendelea kujua kwenda mbele, lakini usiondoke. Ni hapa kwenye Kizzy Hot TV ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard, tukiwa ndani ya show ya Moshenee in Christ. Moshenee ya Christ, alright? Iko sawa. So temptations zimekuwa ni mingi. Sijui kama wewe umekuwa kwa temptation gani. So wewe unapokuwa tu kwa hiyo temptation inakuja tu kukulift. So angalia Job, nilikuwa nimeongelea mwanzo Job akikuwa tempted, shetani tu alikuja tu kumtempt. Ni shetani alikuja kumtempt. Nataka tuelewe, that is the same case na Christ. Tumesoma hapo Matthew chapter 4 verse 1 kuendelea, vile Christ alikuwa ametoka kwa nini mlimani, alipokuwa akienda pale, alikuwa ametoka pale kuomba, alipokwisha shaomba bana, akateremka. Na unajua wakati umetoka fasting lazima kuna ubao kuna njaa, unahisi like
upate chakula the very same time. By the way, wakati umefungua, wakati wa fasting eneo unastahili kupata chakula. Inakuwa tu ni kawaida. Felda Joseph naona pale anafuatilia hapa. We gonna talk to her shortly kabisa. Haya, Felda na kuangalia pale, tunakuja kwako. So hii temptation ikikuja kwa maisha yako, tumesema Christ akiwa kwa maisha yako inakuwa tu like ni rahisi sana. Inakuwa ni rahisi sana, like Christ alikuwa tu ametoka pale mlimani, na alipokuwa ameshuka mlimani ndio shetani akamtempt. So temptations zikukuja kwa maisha yako, they don't come ili kwamba zikuangushe tu, inakuwa tu ni njia moja ya kukusongeza kutoka one glory to another. Angalia, I think it's first or second Corinthians there inasema kwamba hizo temptations zinakuja si kwamba zinakushinda, zinakuja kwa sababu zinajua huyu shetani anajua wewe ni mtu wa ligi ya juu. Kwa hivyo wewe kama ni mtu wa ligi ya juu, unavalia suti yako na Mungu wako, namwambia shetani, nilisha kugundua kitambo na uwezo ukanitempt vile unahitaji. Kwa hivyo sasa iko sawa. Sasa niangalie huyu ambaye ni shabiki Felda Joseph akiwa ameingia. Felda, uko aje? Felda, uko aje? Poa. Uko poa kabisa. Unatushika ukiwa umena gani? Niko poa kabisa. Pardon? Unashika ukiwa umena gani? Niko Nyakach. Nyakach, right. Kisumu. Ni rafiki yangu kumbe. Unajua sikuwa nimeona picha. Ni leo nimeona sura vizuri. Karibu sana This Hot TV. Najua kwamba huenda hujaingia hapa live, lakini leo umepata nafasi. Karibu sana. Niwaambie majina yako yote. Na waambie asante. Mimi naitwa Felda Vusha Joseph. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amen. Ni kanisa gani hii? Sasa unajua lazima tujue kidogo kanisa ni gani. Mimi naenda Disciples of Mercy Kolwen hapa Nyakach. Vizuri. Sasa unajua tumekuwa tukiongelea kuhusu temptation tu za maisha, lakini kabla ya temptation unajua ni vizuri tuseme tu high five kwa watu wawili watatu wenye unajua high five. Salimia tu watu wawili watatu kabla ya kwenda kwenye mjadala. Mimi najua. Hello, nakupata. Nasema wasalimia watu wawili watatu. Okay, mimi namsalimu my dad ako Western, my husband ako Kisii, and my babies, my children. Wow, really? Yeah. Kumbe ulikuwa peopled. You are peopled. Unajua hapa Kisii wanasemanga uko people. Right, vizuri. Yeah. Karibu sana dadangu. So we are happy to have you here. Sasa kwenye mada, sasa turejea pale kwenye mada. Tumekuwa tukiongelea kuhusu temptation, majaribu. Na by the way, najua ni vizuri nikueleze kwamba hii inaitwa show yani inaitwa ni Moshenee ya Christ. Moshenee ya Christ. Like one Wednesday edition. So tulikuwa tunaongelea about temptation. Hizi temptation ziko tu kwa maisha yetu. Sasa wewe sijui umekuwa umejaribiwa kwa njia moja nyingine tu, labda utueleze. Yeah, nimejaribiwa sana, and the only part that I can remember is that kuna wakati nilikuwa napitia majaribu, landlord alinifungia nyumba and I was pregnant. Na hadi majirani wananiambia, kwani unaenda kanisa kufanya nini wewe? Si uachane tu na huyu Mungu. So it was very hard for me to an extent that nilienda kwa mto karibu nijiue na watoto wangu. So till when the word of God came to me, ile scripture inasema who am I to you? So hapo
ndio nikagundua kuwa Mungu yuko nami, si mambo yale ambayo Wow. watu wengine wanasema. Mungu ako na mimi, and that is how I escaped death. Kabisa Yeah. kabisa. So jaribu lilikuwa tu limekupeleka hadi ukaona huyu shetani alikuwa anakuambia Felda jiwe, Felda nakutaka kuda jiwe. Lakini tu neno la Mungu likakupa tu tumaini, and then you escaped all along. Vizuri sana. Thank you so much dada yetu. Mungu akubarikie sana, and salimia watoto. Nasikia watoto wakipiga kelele hapo, wasalimie. Yeah, bado wanakula. So Ni sapa leo watu wamekula nini? Samaki. Ai. Si hata mimi uniletea samaki dameni, unajua samaki nimeimiss sana. Come to Kisii nitaleta. Alright, karibu sana. Unajua Kisii sisi tunapenda wageni na just welcome. Na ukikuda utakuda tu uangalie hii Kisii Hot TV kwa pamoja, itakuwa ni vizuri. Okay, thank you. Alright, thank you so much. Huyu amekuwa ni Felda Joseph ambaye tumekuwa tukiongea naye, amesimulia ushuhuda kidogo kuhusiana na masuala ambayo aliweza kuyapitia katika maisha yake, and then we are trying to say, unajua hii Moshenee ya Christ, like lazima, unajua badala tu kae tu pale kwa nyumba unaendelea na ile Moshenee ya jirani na vile tu anavalianga kile kiatu kimoja. So it's better to leo tuongelea about Moshenee ya Christ. At least unasema Christ tu amenipeleka mbali, Christ ameniinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine, and that is the shuhuda tunahitaji. Hiyo ndio maana nikasema tuachane na Moshenee za watu, tuende na Moshenee ya Christ. Ndio hivyo sasa, tunaendelea kusonga kabisa. Hebu nisome zile jumbe ambazo zimeingia hapa. Irene Kiruba anasema team Nyakach karibu. So Felda, feel welcome kabisa. Tusalimie pia. Alright, Irene Kirubu umesalimika. Mazuri, nasumbua mgeni jameni, unataka pia kusalimia na hata dai kuona Irene, hata jina Kirubu ameiliona, lakini ni siku tusi. Alright, do the 5. Alright, thank you so much. Wednesday things kabisa, majaribu yapo japo tunayashinda. Anasema kwamba tusome katika kitabu cha Zaburi 118 verse 17. Sitakufa mbali, nitaishi nitangazie mataifa matendo ya Mungu. That is a very nice testimony ambayo the psalmist aliweza kuandika katika kitabu hicho cha Zaburi. Hebu niangalie hicho kitabu cha Zaburi kinasema namna gani, ili kama tukiendelea kusonga inakuwa ni vizuri. So you can just call right here kwenye Kisii Hot TV, kwenye hiyo stream ya kwako pale, na tutaweza kuongea 1, 2, 3. Itakuwa ni vizuri kwamba tukisonga kwa njia hiyo. Inakuwa ni vizuri. Naitwa Papa Isaac Leonard. Acha niangalie hili neno hapa ambalo tumeambiwa katika kitabu cha Zaburi 118. Zaburi 118 pale inasema namna gani? Moshenee ya Christ, that is the show. Uko mbali pale, ukiwa uko kazini. Najua watu wa Katari bado wako njiani, wanaendelea kutoka pale makazini. Kuna wale ambao ni housewives. Sasa pale kidogo maids I think, na kuna wale ambao wako na kazi za maafisi pale. Wakitokea watu wa Qatar tutakuwa represented. Naona hapa Felda amerepresent watu wana catch. Sijui na kati na kuanga, sijui na kuanga county gani, lakini I guess inaweza kuwa ni Homa Bay County. Alright. Haya, tuangalie hiyo Zaburi 118. 118 nasema namna gani? 118 verse 17 inasema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Hiyo alivyotype pale. Kwa hivyo Irene Kerubo, thank you so much, God bless you. Irene Kerubo, si chomi. Irene anasema kwamba Isaac usituchomee mazi ati maids. Our good office ladies, by the way, tunawapata pale mkitoka kwenye ofisi jameni, mwingie hapa kwenye Kisii Hot TV tuweze kuongea. Nilikuwa nimesahau, pole
pole. Right kabisa, anasema kwamba sikiza song ya William Yilima, uko wapi Mungu wangu. Na vile vile anasema kwamba Zekaria 4:7 inasema, Zekaria 4:7 nitaiweza kuisoma pale. Irene leo Team Hamam, thank you so much. Alright, amesema pia Matthew chapter 21 verse 22 iko vizuri kabisa. Tunaendelea kuingia, tunaitwa Team Kadama. Alright, Team Kadama pale, wale ambao wanaitwa Team Kadama, tuingie hapa kwenye Team Moshenee. Waita hao Team Kadama, tuingie kwenye Team Moshenee hapa kwenye hii Moshenee ya Christ, ili kwamba tuweze kuongelea about temptation siku ya leo, na pia tushuhudie ni kitu gani hii ambao at least ulipitia and then you feel like oh my, kama si Mungu inaona imeanguka. So I was still on with that story ambayo ni Ayubu. This was the man of God. I'll do it my dear, I'll do it. Irene, aki leo si nimekuudhi, aki pole, wacha basi, hata mimi leo ni slay Team Moshenee, wacha leo ni slay kidogo, aki pole, haki si kwa, yani ni vile maneno yalitoka kwa kinywa changu vibaya. Nimeona sasa umekuja hapa kunichokoza. Blessed mom, good evening. Unmute mic yako kwa kibaba. Good. Uko aje? Mimi niko poa, nashukuru Mola. Unanipata? Kwa sababu leo ninaona ni kama network yako inasumbua kidogo. Ebu vizuri. Yes, blessed mom. Mimi nakupata. Unanipata vizuri? Haya, nimeanza kukusikia pia. Mimi nimeingia na makasiriko, ati umetuitaje? Aki, you're the office ladies. Ulisema Team Kadama. Pole sana Team Kadama. On behalf of Team Kadama, pole sana. I'm very sorry. Aki msame. Hiyo kitu lazima nifikishie nani? Lazima nifikishie Minyaps. Umwambie nimesema Team Kadama. Aki, useme vile nimesema. Aki usinichomee picha. Haki kama wamesikia tarushwa mawe. Yes. Kesho watanisumbua, lakini tuendelee. Leo tumekuwa, kwanza tuseme tu the high five. Salimia watu watano bana. Mimi kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa kutufikisha hii masaa tukiwa hai. Inaongea tena Haki mam, maiki yako inaongea tena nakatika, sijui ni kwa nini. Mimi nakupata. Yani sikupati. Wacha nitoke tena nirudi basi. Good, thank you. You'll be doing a very nice job. Thank you so much. Okay, anarejea baadaye. Anaitwa Blessed Mom, amenitesa leo. Aki, usiambie Team Kadama wanichome picha. Najua kesho utaningoja hapa wanitusi. Aki, Team Moshenee, si tukwe tu tuokoke tu. Naomba msamaha. All right, Polycarp Masisa anasema kwamba Psalms chapter 121 pale. Hebu niangalie hiyo verse inasema namna gani before. Unajua niliachiwa hiyo ni Zaburi 121 pale. 121 inasema namna gani hapa? Inasema 121, bro, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Kwenda chini nasema kwamba naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli.
Amina. Gertrude Nyamari watching from Tombe. Hi team comments. Kaki Gertrude, ingia hapa ndani. Hi to you Gertrude. Actually, nimekumiss mom. Si hata uingie nikutumie link. Link naiweka tu hapa vizuri. Watu nimewamiss kabisa. Gertrude kaki, ukiniangusha leo nitakuweka kwa kichwa. Hata Wakristo tumeambiwa tusiwekane kwa kichwa, lakini nitakuweka kwa kichwa. Utanipea temptation ya kuweka kwa kichwa, lakini vizuri. Thank you so much as you are watching from Tombe. Irene jameni, hiyo kitu tumesema tu waache bana. Mam, acha kunichomea Mam, sasa kwa umeanza kuchoma hivi lazima kila mtu ajue. Lakini najua Mungu anasemanga say the truth and the truth will set you free. Sasa kama niliongea vibaya, tafadhali waambie, alafu baadaye tutaongea na wao. Si unajua najuanga inbox ya kwangu. Sasa hiyo unanipata kabisa leo, nakupata sasa nakupata very well. Na tafadhali request moja, tafadhali usiwaambie. Lazima Geti akishajua ni hivyo, tatangazia kila mtu. Okay. Sasa kitu tutafanya ni hiki. Sema high five kwa watu ambao unawapenda ama ungependa tu kuwasalimia sahi. Alright. Kwanza kabisa nashukuru Mungu ametufikisha hii masaa tukiwa hai. Pili, mimi sitataja mtu, nitasalimia watu wote, my family and friends na mafans wote na team Isaac pia. Waingia ndani tuchangie mjadala, na sijui Pastor Jeremiah kwa wapi. Pastor Jeremiah siku yake ni Sunday. Sio mambo na siku, si ukikuwa na show unatumia mtu link unamuita. Si tunajua ni Saturday ni Sunday, but unafaa unamuita pia. So mimi tukiingia kwa mjadala, natumia huyo rafiki. Unajua your request is my command. Hata sisi hujatuita, tulikuwa tunapita tu tukakuona. So mimi nilikuwa nataka kusema hivi kwa mjadala. Kidogo tu tena network yako imekataa, lakini utarajia ili kwamba uweze kuongea about temptation, na useme tu hali ya temptation kwa maisha yako ilikuwa ipi, na nimeona kwamba stream yako imekuwa vizuri. Sasa tunataka ushuhuda wako kidogo about temptation. Kidogo tuelezee kuhusu ya hali ambayo ulipitia ya majaribu ambayo ilikusuasua. Mimi nakupata. Unipati. Ongea. Mimi nilikuwa nataka kuchangia hivi kwa mjadala. Majaribio ni ya kitambo kidogo, na iko siku yatakoma. Mimi nikikumbuka, kuna mwaka nilikuwa mgonjwa, sikumbuki ni mwaka gani. Nilikuwa mgonjwa sana, mpaka one of my family, blood family, akaja kwa nyumba yangu kuniambia ya kwamba vitu zangu ziwekwe separate. Kama ni kikombe, kama ni kijiko, kama ni sahani, iwekwe separate, na ni kwa nyumba yangu. Kwa hivyo nataka nikwambie hivi, majaribu ni ya kitambo kidogo, iko siku yatakoma. Waliona kama nimefika mwisho, waliona sifai tena, lakini kwa sababu ya Mungu mimi naishi ili nitangaze matendo yake makuu. Nimekupa Psalms 118:17, inasema sitakufa bali nitaishi. Kabisa.
ili watu wajue Mungu yupo. Mawazo ya mwanadamu ni tofauti na ya Mungu. Watu wanaweza kukuwazia kwamba unakufa, lakini Mungu anakuwazia utaishi ili utangaze matendo yake. Hiyo kitu Isaac naikumbukanga, natoa machozi. Mtu anakuja kwako kwa nyumba, anaona uko mgonjwa, anasema vitu zako ziwekwe kando. Ni uchungu sana, lakini inabidi tuwasamehe ili wajue Mungu yupo. Very amazing. Thank you so much for that. It was a temptation. Wakati unaniwa temptations zinakuja hadi zile za magonjwa. Lakini sasa Mungu ambaye yeye tu ni Mungu mwaminifu. That is the blessed mama ambaye ameongea pamoja na sisi. Kuna yule Mungu ambaye ni mwaminifu, who is there for everyone. Who is there wakati ambapo unahisi kwamba uko chini. Yani yeye yuko tu kukushikilia. Ndiposa Daudi akasema, wamekuwa wakinena kwamba nitakufa, lakini nitaishi. Sitakufa, nitaishi. Kwa sababu Bwana wangu, Muumba wangu, anayenijua, anayenilinda usiku hata mchana, kweli hawezi akaniacha. Bila shaka, alright? Iko vizuri kabisa tunapoendelea kusonga pale. So tumesema about two things, kwamba jaribu linapokuja huenda linakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu ama kwa shetani. Iko mara mbili. Yes. Jaribu, kuna lile Mungu anajaribu tu imani yako akuone wewe. Lakini mara nyingi the one who enforces that is Satan. Yeye anataka tu kuangalia wewe ambaye Mungu tu amekulinda, wewe ambaye Mungu tu amekupa mali, unakaa namna gani, unamtumainia au mtumaini. Kwa hivyo hilo tu ndilo Mungu tu anajaribu kuangalia tu kabisa, ili aweze kujua ikiwa kweli wewe unamtumainia Mwenyezi Mungu au namna gani. And then the other thing tumesema, ukiona tu temptation imekuja, jua wewe si wa dunia hii, wewe ni wa taifa teule. Yes, I want you to get this. Wewe ukiona temptation imekuja kwa maisha yako, jua wewe ni wa taifa teule. Taifa teule ni kumaanisha kwamba wewe ni mteule wa Mungu na hauna ushirika na dunia hii. Umekuwa ni wa tofauti na dunia hii. So that means wewe si wa dunia hii, wewe ni wa tofauti sana na dunia hii. So watu wa Moshenee ya Christ, just know kwamba wewe ni wa tofauti. Alright? So tunataka tu tuelewe Christ anatuambia nini leo. Christ anatuambia nini tufanye. Gertrude, Mungu anatuambia nini tufanye leo, you know. So ndo maana tunasema watu ambao tunatufuatilia siku ya leo, wewe ambao unaangalia hivi sasa, try to know, wewe temptations zikikuja tu zinakufuata kila wakati. Kuna wakati zitakoma. Na ikiwa hautemptiwi, wewe si shujaa. Wewe si shujaa, because hizi temptations zikikuja zinakuja because zinajua wewe ni nani. They recognizes you. Unakumbuka wana wa Israeli walipokuwa wakivuka kutoka Misri, majaribu yalikuwa ni mengi, hata baada ya Mungu kuonesha yule Fero kwamba Fero, angalia vile watu wamekuwa na magonjwa, angalia vile chura wamekuwa wakitembea hapa, angalia vile maji yamegeuka yakakuwa damu. Lakini yule Fero bado tu alikuwa kwenye jaribu tu la kuwaweka tu wale watu pale tu kabisa, hadi Mungu aliposema sasa hapa huyu mtu yani hasikii, kichwa chake kigumu sana, lakini kitu ambacho nitakifanya hapa ni kwamba nitahakikisha kwamba vijana wa kwanza watakufa, nipajue mimi si Mungu ambaye ninajaribiwa. Alright? Sasa wewe pia jua majaribu yanapokuja yanakuja kwa njia tofauti. But by the way, let me ask you, let me tell you this. Unapokumbuka, unapokubali kujua kwamba Mungu amekusaidia, kujua kwamba wewe si wa ligi ya chini, wewe ni wa ligi ya juu,
kujua kwamba kuna tofauti yako na mtu ambaye hajamjua Kristo. There is a big difference. Polycarp sasa anasema kwamba kuna song inasema haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, wimbo ambao umeimbwa na Pastor Tumaini kabisa kabisa ni wimbo ambao unashika vizuri sana, ambao ukishika tu katika nafsi zako unahisi tu uko sawa kabisa, unahisi kwamba tu wewe unasonga, uko sawa kabisa, moyo wako umetulia. Haijawa rahisi, ni mkono wa Mungu umenibeba kabisa. Ni wimbo mzuri pia, lakini kwa sababu ya wakati pia, unajua zikiwa zimekatika dakika 10 tu baada ya saa 3 jioni, nikijua kwamba watu wanakula tu ile sapa pale, na wakiendelea kula sapa pale inakuwa ni vizuri, na inakuwa ni vizuri sana tunaposonga tukijua Mwenyezi Mungu anatupenda. Alright, najua leo tutamaliza hii show mapema, lakini kabla ya kumalizia pale, ili kwamba tuweze kumalizia mwisho pale, nataka tu tumalize kabla ya saa 3 dakika 20 pale, kabla ya huo wakati, ili kwamba tuweze kufanya shughuli fulani pale, kwa sababu kuna shughuli ambayo inatarajiwa kufanyika pahali, ili kwamba tuweze kumaliza show pamoja kwa haraka, ili kwamba inapotimia mwendo wa saa 4 muweze kupatana na kuruntu. Watu wengine wanasema kama ni kurukuntu sijui, lakini inajua kama ni kurukuntu bila shaka. Alright, haya, tutaweza kupatana na yeye mwendo wa saa 4. Haya, alright, before saa 3 tutakuwa tumefunga jamvi, ili kwamba tuweze kutulia kidogo, kwa sababu ya masuala fulani ambayo huenda yanatokea hivi sasa. Haya, thank you so much kwa ile timu ambayo inaitwa ni team praise, team worship pale. Hii timu ambayo inaitwa ni team worship, God tuwabariki sana, wanaendelea kufuatilia pale kwa njia ya mtandao. Alright, thank you so much kwa wale pia ambao mnafuatilia kutoka kwa mtandao wa Facebook, hata kwa mtandao huu wa YouTube kwenye Kisi Hot TV, ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard bila shaka. Haya, naona kwamba kuna watu wengi ambao wanaendelea kufuatilia pale. Kuna Anna Mora, kuna Felda, kuna pia Evans kutoka eneo la PCG, bila shaka wanafuatilia sana. Lakini naangalia hapa kuna Makazins pale, unajua tumempoteza Shosho, wanasema kama Shosho, tumempoteza Shosho actually. Hata nikiwa hapa bado Jehova, tumempoteza. Ai. Kidogo nikune maji. Hii Moshenee. Alright. Tumempoteza Shosho ambaye anaitwa ni Helen Mwamba, ambaye aliaga wiki jana mwezi huu, lakini ilikuwa ni siku ya Alhamis pale mwendo wa saa 6 majira pale, alipokuwa amelazwa hospitalini akiendelea kupokea matibabu, na ikathibitishwa na madaktari kwamba hayupo tena siku hiyo. Nikakuwa kwamba watu tuliingia kwenye simanzi, tuliingia katika hali ya kulialia pale, kwa sababu ya kule kukumbuka ule uzuri wa huyo mama, kwa huyo Shosho. Alikuwa ni mama, alikuwa ni Shosho wa watu wengi, na alikuwa ni mama ambaye amejulikana na kanisa sana, ambaye alikuwa ni Mkristo sana katika kanisa lile la Catholic Church. Lakini pia tunashukuru sana kwa wale wote ambao mnazidi, hata wala pia ambao mko pale nyumbani mkiendelea tu kuifariji ile familia kwa pamoja. We are very sorry to the family, bila shaka kwa niaba ya familia nzima, hata kwa niaba ya kwangu pia najipa pole, hata pia kwa wale ambao imewashika sana, wale ambao ni wajomba wa kwangu pale, halati wa kwangu pale. Naomba kwamba Mungu tu, mashangazi pia, Mungu tu awe pamoja na nini,
Mungu tu awasaidie katika hali hii. Mungu tu akuwe wa karibu kwenu katika wakati huu. Mnahisi tu mmejaribiwa hata kutoenda kanisani, mnajaribiwa hata mnaona tu hakuna tumaini tena. I want to give you a small hope kwamba hata wakati unaona kwamba hakuna tumaini, kuna tumaini mbele, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo yuko pamoja na sisi kila wakati, and we are going to move to a higher level because our God is going to be with us. All right, bila shaka tuweze kusonga. Haya, so we are trying to say Polka kindly, I cannot play any other music right here kwa sababu ya wakati. I have only 5 minutes. Next time please, wakati nitakuwa nina host only Facebook, kwa sababu leo nina host Facebook na YouTube. Nikihost to Facebook peke yake, I'll just play the song for you kindly please. Kwa leo kindly utanisamea kindly, hiyo ni nakuomba tu niwe radhi kwa leo because I have only 5 minutes. Yeah. Now tunasema temptation hizi zinakuja, zipo. No, I want to give you 3 facts about temptation. 3 facts. Temptation inaharibu. Mwanzo inakuja, temptation ya kwanza ni ya macho. Temptation ya pili ni ya nyama na mwili. Temptation ya tatu ni ya pesa. So we have 3 temptations. Those are the facts. Now I want you to get that. Ya kwanza ni pesa, si kwanza ya pesa, ya macho. Temptation ya macho. Ya pili ni temptation ya mwili, ambayo ni mwili wa ndani na mwili wa nje. Temptation nyingine ni temptation ya pesa, the love of money. Temptation tu mbaya sana, because all along wewe unakuwa tu unafikiria about pesa kila wakati. Hakuna kitu mtu ataanza kukwambia except tu wewe kumtajia pesa, 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 pesa. Lakini inakuwa ni vigumu sana. Lakini anyway, I want to say that friends, good friends ambao mnaendelea kupata kupitia Moshenee ya Christ papa hapa, we have been talking about temptation and we have said about the facts about these temptations that have been unto our lives, and the main scripture ilikuwa ni about in the book of Matthew chapter 4 verse 1 kuendelea, ambapo tumeongelea kuhusu Kristo Yesu. So temptation ilipokuja kwa Christ, a small summary, Christ alikuwa ni muumbaji. Alipokuwa ameenda, alikuwa ni tofauti na wanadamu wengine, na hata shetani alikuwa anajua huyu Christ alikuwa ni Mungu. Christ pia alikuwa anajijua kama yeye ni wa Mungu, yeye ni wa ufalme, yeye alikuwa ni tofauti. Satan pia alikuwa anajua hilo, because kuna kitu yani tunastahili tuelewe. In temptation kuna watu wanakuanga huko watatu, that is a person, Satan and God. Hao watu watatu wanajua hii temptation ilikuangusha ama ulipita. Kama ulipita, wewe unajijua, inakuwa ni raha kwako, inakuwa ni aibu kwa shetani, inakuwa ni furaha kwa nani? Inakuwa ni furaha kwa kila mmoja. Polycarp Masina sema kama salimia Pastor Joseph Thoyaro, Peter Otieno kutoka Bomariba Full Gospel Church of Kenya, na watu wa makanisa yote kutoka LCA yote ya Bomariba. Thank you so much brother Polycarp Masese, ambayo unaendelea kufuatilia hivi sasa kwenye Kisi Hot TV. God bless you so much. All right, bila shaka. Aya, we are saying nimebaki na dakika 2 peke yake, tangia nilipoingia hapa sijacheza any music. So sijapendelea mtu, kindly mtanisamea. So we are saying kwamba these people are trying to tell us kwamba tuingie kwa. So anyway, thank you for that greetings. So we are talking about these facts ambazo zimekuwa ni 3, and we have been talking about Christ. Tumesema about Christ is very simple. Na ikiwa uko pale, uko ready kuongea pamoja na mimi, let me just send this comment. I mean, not a comment but this StreamYard. Ikiwa kama unataka kusema bye ili usalimie watu 2 watatu, it will be okay for me ama with me, ikiwa kama utaingia nayo right away ili kama uweze kusema high five kwa wakati tunamalizia, na pia ikiwa kuna uwezekano uweze kutuombea, itakuwa ni vizuri, itakuwa ni vizuri sana. Haya, we are saying and we are saying again kwamba
Christ alikuwa anajua, hata shetani anajuanga, huwa anajua kwamba wewe ni wa Mungu, wewe ni tofauti. So that is why it gets to tempt you. So know that you are extraordinary. You're not just ordinary. The ordinary people ni watu ambao wanafanya tu dhambi. The extraordinary watu ambao wana stick unto the Lord, and they're sticking very much, sticking unto the Lord, na wana stick tu kabisa wakijua ni God tu anatufanya tu tuendelee ku grow kwa maisha yetu. So I'm trying to tell you that those people who are going to be tempted, that are extraordinary. Christ himself was extraordinary, kwa sababu tunaambiwa hata wakati alizaliwa hata watu wakaona he was extraordinary kwa sababu kulikuwa na nyota pale angani. So the same way to you, pia kuna nyota yako, because Satan is trying to fight your dreams. Anapo fight your dreams, na anafight pia that dream ya wewe kuona ufalme wa Mwenyezi Mungu katika uzima wa milele. So when he's trying to fight you, stand still, najua kama Mungu ni mwaminifu na ataweza kukuvusha katika hali zote. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Thank you so much kwa wale wote ambao mmekuwa mkifuatilia. Mungu tu wa neema wabariki, awanemeshe baraka tele. That family ambayo lose our grandma, I want to say sorry to my grandfathers and grandmothers ambao pia wamejumuika pale kwa nyumba ya Helen Umwamba as well. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kuchangisha, wale ambao mnaendelea kupena support kwa hiyo familia. May God be with you, may God bless you, may God heal you. Hata wale ambao ni my aunties ambao wako pale, may God heal you goods, and let us see each other wakati wa maziko ambao itakuwa ni siku hiyo ambayo inakuja hapo on Tuesday next week. God bless you so much. Goodbye. Tupatane siku ya kesho kwenye Moshenee Throwback Thursday.